Emi, pole, usilie. Lakini mimi nilishaambia kwamba ile eneo sio zuri. Like mimi mwenyewe nimeshaanza Kasanga. Nyamaza. Jikaze, pole. Unajua katika watu ambao nilikuwa nawaamini kwenye hii safari ni wewe. Lakini cha ajabu sasa, wewe ndio umekuwa mtu wa kwanza kuvunja sheria. Mara ya kwanza Kasanga umefanya kitendo cha kiovu, umefanya kitendo cha kipumbavu. Tumekuvumilia. Sasa hivi muda wa kazi umeanza tena unajipoteza. Ina maana sisi tuache kufanya kilichotuleta, tuanze kukutafuta wewe. Kiongozi, nilitoka kidogo kwenda kukojoa. Lakini nashangaa kwenye kurudi nikapotea. Nashangaa sehemu zote zafanana. Naomba nisikilize Kasanga. Naomba tufuate sheria. Unanipa lawama mimi. Kila muda mimi nimekuwa mtu wa kulaumiwa kwa sababu yako. Kwa unafanya hivyo? Nitarajia hivi vitu angefanya watoto wa kike na sio wewe. Nisikilize mwanangu. Tusiharibiane kazi. Tumeacha mambo kibao, tumekuja kutafuta kitu hapa. Iwe mwanzo na mwisho mwanangu. Ikitokea tena mimi nakukataa. Tuna kiongozi, usifanye hivyo. Hata jirudia tena. Nilipotea tu. Ni mipango ya Mungu. Unavyolia hivyo unazidi kumkufuru. Nyamaza. Nyamaza basi. Nye vipi? Mbona unajivizaliza? Kiongozi, tuliambiwa Kasanga amekufa na huyu ndo alileta taarifa. Wewe mbona unawatisha wenzako? Alafu nisikilizeni. Sasa hivi tumeshapoteza muda mwingi sana. Hakuna tulichokifanya toka tumefika hapa. Yote hayo ni kwa sababu ya huyu mpumbavu. Anatuletea uhindi na usharukani kwenye ile poli. Nimeshamwambia. Kuanzia sasa hivi hatutakuwa na muda wa kumtafuta yeye, hata akienda kunja, akienda kukojoa atajua yeye mwenyewe. Je, tunaelewana? Ndio. Tumepoteza muda mwingi tunamtafuta yeye. Alafu anafanya mazoea sasa. Kilichobaki sasa hivi ni kitu kimoja tu. Tukae tutulie, tumsubiri muongozaji wetu aje tuongoze kwenye safari yetu. Habari ya kutafutana hakuna tena. Mimi nadhani umenielewa na tumeelewana kwa ujumla. Wewe utakufa vibaya wewe. Yaani kiukweli nimechoka sana. Ila sababu ni wewe hapo. Mimi nimewaambia, yaani tulichokifuata huku hatuwezi kukipata. Ni bora tu turudi, lakini mnaendelea kuwa wabishi. Hadi tupate matatizo huku, si ndio? Tuondokeni tu. Yaani mimi nimeshawaambia. Hiyo hazina kupata shida. Nyie tuondokeni. Wewe huku wamekuja wangapi hawajapata hiyo hazina tuipate sisi. Wewe angalia mpaka leo tunazunguka tu zuru. Hakuna hata mafanikio ya kupata hicho kitu. Mimi nimwambia tuondokeni.
Mwisho tunapotelea huku. Nyie wasikilizeni tu hao watu. Mimi hata siwaamini mwenzenu. Eti like kama vipi watuelekeze njia si tondoke tu. Mimi nishachoka. Yaani kama vipi kama wao hawataki kwenda. Sisi watuelekeze tu njia kwenda nyumbani, si tuondoke zetu. Mimi nishachoka. Nishachoka kabisa. Ni bora tu nikaangalia biashara nyingine, lakini sio hii. Hata ya picha mimi naingiza hela. Jamani, huu sio muda wa kulaumiana. Alafu kumbukeni huku tumekuja kutafuta kitu ambacho kitatuingizia pesa. Kwa nini mnakata tamaa bado mapema? Au mnahitaji kwenda mjini kukaa bila kazi? Mwisho wa siku watu hawaite malaya bure. Kwa hiyo inabidi tujikaze na tupambane ili tukipata hiko kitu, tutaingiza pesa kubwa kuliko kwenda kukaa mjini bila kazi yoyote. Yaani kwa mimi upande wangu, yaani bora hata nikawe malaya. Sio siri. Yaani bora hata nikipiga vijoti vyangu 10 nimepata hela yangu ya maana, sio kuja huku. Huku hamna hata la maana, muda nilo kuja huku mpaka leo ningeingiza shilingi ngapi? Nyie tatizo mnapenda vitu vya mselele. Unadhani utapata hela kwa urahisi? Havina hela. Kwa vipi mbona tunashitiwana? Shida nini? Nisikilize. Hicho ni kitu gani ambacho mmekutana nacho? Kuna mtu tulikutana naye kule. Kabeba mtu hapa. Anatoka madamu. Kabeba na ile nini ile? Lidude la chuma. Muona sasa? Ndio yale nilikuwa nazungumza mimi. Kwenye msitu kuna vitu vya ajabu lakini hamkunielewa. Na kwanza kunipiga kofi anipiga kofi hapa hivi. Naombeni mnisikilize jamani. Tambueni sisi huku tumekuja kutafuta mafanikio. Na siku zote mafanikio hajawahi kuwa mepesi. Hakuna mtu anaweza kupata pesa kwa namna yoyote ile ikawa kirahisi. Kwa kama mmekutana na kitu cha kutisha, hiyo ni changamoto tu ambayo inajaribu kututisha sisi wote tukate tamaa. Lakini angalieni tumeacha mambo mangapi. Tumeacha vitu vingi kuja huku kwa ajili ya kutafuta mafanikio. Kwa mimi nawaombeni, hicho ambacho mmekutana nacho kisiwe chanzo cha kuwakatisha tamaa. Wenzako wako wapi? Wazangu tulipotezana huko ndo yule mtu alipotokea. Mungu anaomba turudi nyumbani. Hapana. Hilo swala kurudi nyumbani haliwezekani. Kama tutarudi nyumbani, basi tuwe tumefanikiwa. Mimi siwezi nikaacha mambo yangu, nikaacha kila kitu cha kwangu afu nikarudi nyumbani bila kufanikiwa. Nyie nisikilizeni mimi. Na hicho kilichowatokea sio kitu kibaya. Kama kingekuwa kibaya basi kingewazuru. Kimemzuru nani kati yenu? Naomba turudi nyumbani leo. Huko hamna, huko tutakufa. Ule alikuwa kabeba mtu kafa. Msikia. Tuliza wengi. Naombeni mnifuate. Nisaidie. Kaka naomba unisaidie. Tumekutana na kiumbe kule kimembeba mtu. Naomba unisaidie. Hivi nyie watu wa mjini mna shida gani? Au ndo mshaharibu tena huko? Hapana. Hivi nyie watu wa mjini mna shida gani? Maana toka umekuja kwenye huu msitu mambo yanazidi kuharibika. Bwana mimi nimekaa miaka yote kwenye msitu sijawahi kuona changamoto yoyote. Aya hapo nasema umeona kitu cha ajabu.
Umekiona kitu cha ajabu gani? Mimi naishi miaka tu sijawahi kuona hata kitu chochote. Unasema unaona kitu cha ajabu? Nyie watu wa mjini, nyie mtakuwa na matatizo nyinyi. Hamna kakaangu, naomba unisaidie. Ikiwezekana naomba unielekeze njia kwenda nyumbani. Mimi sitaki kukaa huku. Unisaidie. Yaani nikuelekeze kwenda nyumbani? Kwani mlichokifuata huku mmefanikiwa? Mmekipata? Sasa unakimbilia nini nyumbani? Hakikisheni mnatoka hapa mmefanya mambo yenu yaliyowaleta. Umeona? Na mimi nipo bega kwa bega kuhakikisha mnafanikisha malengo yenu. Umenielewa? Hapana, mimi sitaki. Naomba unisaidie mimi niondoke. Haya, nifuate. Mbute! Ameniacha peke yangu. Sijui hata ameenda wapi, nimetafuta kila huku naonekani. Ndona! Najuta mimi singekuja huku.